Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Diplomat Media. Sehemu ya tafakari, mahusiano pamoja na falsafa za kimaisha. Chaneli ambayo inakusaidia kuchunguza ndani yako, kuvunja mipaka ya akili na kujenga maisha yenye mwelekeo na maana. Hapa hatukimbilii maneno matamu, bali tunakaa kwenye ukweli. Ule ukweli unaokukomaza, unakuumiza kidogo, lakini mwisho wa siku unakuweka huru. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana. Na kama wewe ni msikilizaji wa mara kwa mara wa Deep Zone Media, asante kwa kuendelea kutupa muda wako na kutembea nasi kwenye safari hii ya kujitambua. Kabla hatujaingia ndani zaidi, chukua sekunde chache kulike video hii, kushare kwa mtu unayemjali, kusubscribe kwenye chaneli yetu, na muhimu sana, bonyeza kitufe cha kengele ili kila tunapotoa maudhui mapya uwe wa kwanza kuyapata. Kitendo hicho kidogo kina mchango mkubwa sana katika kusaidia ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi. Leo tunazungumzia jambo ambalo mara nyingi halionekani, haligusiki, lakini ndilo limewazuia watu wengi kufikia ndoto zao. Jambo hilo ni hofu. Sio hofu ya wanyama wakali au hofu ya kupata ajali, bali ni hofu za ndani zinazokaa kimya kimya ndani ya akili, zinazokuambia subiri kwanza, usianze kufanya jambo hili, huwezi kufanikisha jambo hili. Au hiyo hofu inakuambia kwamba huu si wakati wako mpaka miaka inapita bila wewe kusonga mbele. Leo tunazungumzia hofu 6 ambazo tafiti nyingi zinaonyesha ndizo maadui wakubwa wa mafanikio ya binadamu. Kama uko tayari kusikia hizi hofu, basi kaa nasi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Hofu ya kwanza, hofu ya kushindwa. Hofu ya kushindwa ni hofu ya kwanza kabisa, na mara nyingi ndiyo mzizi wa hofu nyingine zote. Tafiti za kisaikolojia, hasa zile za Daniel Kahneman, zinaonyesha kuwa akili ya binadamu huogopa hasara mara 2 zaidi kuliko inavyopenda mafanikio. Ndiyo maana watu wengi hawajaribu kabisa, kwa sababu akilini mwao kushindwa ni maumivu makubwa kuliko kutokufanikiwa kabisa. Hofu hii inakufanya uone kushindwa kama mwisho wa safari ya mafanikio yako badala ya hatua ya kujifunza. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba hofu ya kushindwa huifanya akili yako itafute usalama wa muda mfupi badala ya mafanikio ya muda mrefu. Unachagua kubaki pale ulipo kwa sababu palipozoeleka panahisi salama, hata kama panakukandamiza. Tafiti zinaonyesha kuwa watu waliofanikiwa sana walishindwa mara nyingi zaidi kuliko watu wa kawaida. Tofauti ni kwamba hawakuruhusu kushindwa kuwafafanua. Hofu ya kushindwa haikuui ndoto zako mara moja, inaziua polepole kwa kufanya usianze kabisa. Hofu namba 2, hofu ya kukosolewa. Hofu ya kukosolewa ina mizizi ya kijamii sana. Binadamu kwa asili anatamani kukubalika na kundi katika jamii yake husika. Tafiti za kisaikolojia ya kijamii zinaonyesha kuwa hofu ya kutengwa kijamii ina athari kubwa kwenye maamuzi ya mtu kuliko hata hofu ya kushindwa. Hivyo ndiyo maana watu wengi wanajificha nyuma ya mawazo ya watu, wanaogopa kusema wanachokifikiria au kuonyesha vipaji vya uhalisi. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba hofu ya kukosolewa inakufanya uishi maisha ya tahadhari kupita kiasi. Unajihukumu kabla wengine hawajakuhukumu. Lakini tafiti zinaonyesha kuwa hakuna mtu aliyefanya jambo kubwa bila kukosolewa. Kwa kweli, kukosolewa ni dalili kwamba unafanya kitu tofauti. Ukikwepa kukosolewa, unakubali pia kukwepa ukuaji, ubunifu na mafanikio. Hofu namba 3, hofu ya kutokuwa mkamilifu.
Hii ni hofu inayojificha nyuma ya kile kinachoonekana kama bidii. Tafiti za chuo kikuu cha New York kilichopo Marekani zinaonyesha kuwa watu wanaotafuta ukamilifu kupita kiasi huchelewesha sana kuanza au kukamilisha miradi yao. Wanasubiri muda sahihi, mazingira sahihi au hali kamili, na muda huo hauji kamwe. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba hofu ya kutokuwa mkamilifu inatokana na kuunganisha thamani yako binafsi na matokeo ya kazi yako. Unaamini ukifanya kosa, wewe mwenyewe ni kosa, lakini tafiti zinaonyesha kuwa maendeleo kutokana na majaribio yasiyo kamili. Ukamilifu sio sharti la mafanikio, ni adui wake. Watu wanaofanikiwa huanza kabla hawajawa tayari kabisa. Hofu namba 4. Hofu ya kutokuwa na uhakika. Akili ya binadamu inapenda kujua kinachofuata. Tafiti za neuroscience zinaonyesha kuwa ubongo hujenga msongo mkubwa wa mawazo unapokosa jambo lake la uhakika. Ndiyo maana watu wengi wanachagua maisha yanayojulikana hata kama hayaridhishi, badala ya fursa zisizo na uhakika. Lakini tafiti kutoka chuo kikuu cha Stanford zinaonyesha kuwa mafanikio makubwa yanapatikana kwenye maeneo yasiyo na uhakika. Biashara, uongozi, ubunifu, vyote vinahitaji mtu kukubali kutokujua kila kitu mapema. Hofu ya kutokuwa na uhakika inakufanya usisogee mbele kwa sababu unataka uhakika kabla ya kuanza. Lakini ukweli ni huu: uhakika huja baada ya kuanza, sio kabla ya kuanza. Hofu ya 5. Hofu ya kulinganishwa na wengine. Hii ni hofu inayocheleweshwa au inayochochewa sana na mitandao ya kijamii. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wanaojilinganisha mara kwa mara na wengine hupata msongo wa mawazo, kushuka kwa kujiamini na hata kupata huzuni. Unapoangalia mafanikio ya wengine, unaona kilele chao, lakini huoni safari yao. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba kujilinganisha kuna kuibia uwezo wa kufurahia safari yako ya mafanikio. Kamwe mafanikio hayana ratiba moja kwa kila mtu. Tafiti za saikolojia chanya zinaonyesha kuwa watu wanaoendelea kwa kasi ni wale wanaojilinganisha na toleo lao la jana, sio watu wengine. Hofu ya kulinganishwa inakuondolea uhuru wa kukua kwa njia yako. Hivyo ondoa kabisa hofu ya kujilinganisha na watu wengine. Na hofu ya 6. Hofu ya uzee na kifo. Hii ni hofu ya kina sana na mara nyingi haizungumzwi waziwazi. Tafiti za saikolojia zinasema ya kwamba watu wanapokumbushwa kuhusu muda mfupi wa maisha, wengi hukata tamaa, lakini wengine hupata ujasiri wa kuishi kwa makusudi. Tatizo ni pale hofu hii inapokufanya uahirishe maisha yako kwa kusema nitaanza baadaye. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba hofu ya uzee na kifo inakuibia ujasiri wa kuanza sasa. Lakini tafiti zaonyesha kuwa watu wanaokubali ukweli wa kifo huishi maisha yenye maana zaidi. Kifo hakipaswi kukuzuia kuanza safari yako ya mafanikio. Kinapaswa kukukumbusha kuwa muda wako ni wa thamani sana kupotezwa kwa hofu. Mwisho wa yote, nataka uondoke na ujumbe mmoja muhimu sana. Mafanikio hayahitaji ukosefu wa hofu, yanahitaji ujasiri wa kuchukua hatua. Licha ya hofu, hofu hizi 6 hazitaondoka kabisa, lakini zinaweza kupoteza nguvu zao pale unapozitambua na kuamua kutokusimama kwa sababu yao. Kama leo umejiona kwenye moja ya hofu hizi, usijilaumu. Kujitambua ni mwanzo wa mabadiliko. Anza kidogo, sogea taratibu, lakini sogea kwa mafanikio zaidi. Mafanikio yako yapo upande wa pili wa hofu zako. Asante kwa kusikiliza chaneli yetu ya Dipzone Media. Kama maudhui haya yamekugusa, basi like, share pamoja na subscribe chaneli yetu na bonyeza kengele ili usikose maudhui yajayo. Mpaka wakati mwingine,
endelea kujijenga, endelea kuamini safari yako ya mafanikio, na kumbuka, hofu ni sauti tu, sio ukweli na uhakika wa mafanikio yako. Asante sana. Karibu tufuatilie sisi Deep Zone Media.